Bwana, mambo vipi? Mambo ni aje mtazamaji wa ISTV? Leo tupo site na Young G ambaye tutapiga naye mastori tupate kujua mengi zaidi kuhusu ambayo anaendelea time hii hapa kwenye kitaa na pia katika burudani zake ambazo anazozitoa. Kwenye mic ni the next MVP in Tanzania, you can call me Bwana. Kama utakuwa hujasubscribe hakikisha umesubscribe, umeshare, like na comment. Bwana, cha kufanya tutege sikio. Vipi hali? Salama. Endeleaje? Unyama, namshukuru Mungu. Umepoa sana ndugu. Ya tupo bro. Bwana, bila kupoteza kwanza time tuanzie hapa. Unaizungumziaje kwanza sanaa yako ambayo unaifanya mpaka time hii hapa? Ya sanaa ya kwangu naifanya, naona mambo yanazidi kuwa mazuri. Mashabiki wananipokea vizuri, hawajawahi kuboa kazi yangu yoyote. Ndio ambacho najivuna zaidi sana. Na tumeona umeachia challenge pia zinakuwa zinafanywa kulingana na nyimbo yako hii ambayo tayari sasa hivi watu wanafanyia challenge. Kwanza tutamani kujua idea ilikuwa vipi? Yani ile idea sikutegemea kama ningeimba nyimbo kama zile. Yani mimi ngoma zangu zote waga sitegemei. Kinakuja kama tu ni malaika ameshuka ghafla tu. Ile ngoma nilikuwa maeneo ya location, nilikuwa napiga challenge. Niko kwenye kupiga challenge, mzee akanitumia, babangu mzazi akanitumia link ya beat fulani. Sikiza hiyo beat. Niliposikiza ile beat kuplay, idea ikanijia. Nilikuwa na rafiki yangu nikamwambia anza itikia hivi. Anza itikia. Yani nilivyomaliza tu vile nikampigia producer simu, nikaenda kurekodi ngoma. Ilivyotoka yani bado rafu. Kila mtu akisikia hii ngoma kali, nikasema kweli kuna kitu. Na ndio mwanzo wa ngoma ilikuwa nzi. Sawa. Umesema hapo mzee ndo alikupa beat. Labda tutamani kujua kwa wewe unaishi vipi na mzee zidi ya kwanza katika lifestyle ya nyumbani na pia katika swala zima la kazi. Mzee anakusupport vipi? Sisi tuko vizuri, sema nyuma ndo ilikuwa nini pengine mashauri ndo kipaji chake, mwache mtoto pengine. Hivi kidogo akipata beat ananisikilizisha, sikia beat, nasikiaje? Imba hivi, ananishauri kidogo. Japokuwa sio sana napenda, lakini anaona ndo fani yangu. Pengine niliacha kusoma juu ya muziki, sasa pengine ameona ngoja nimsukume tu kwenye kitu chake. Kwa hiyo naishi poa na mzee. Sawa, labda unajua mpaka mtu anafikia kueleweka kwenye familia kwamba unatakiwa ufanye kazi au ushirikiane au shike hichi unachokifanya, unakuwa kuna mikakati kidogo ambayo inapitikana hapo katikati. Labda kwa wewe uliweza vipi kumshawishi mzee? Kilichomshawishi sio mimi kumshawishi, familia kutana kuelekea, pengine nasikia jina langu, watu wananizungumzia, maana nafanya kama safari ya kwenda Kongo. Sasa kule naheshimika sana. Nyumbani watu wananichukulia kwa uzito. Sasa kaona kuna kitu hapa nishindwe kumshika vizuri mtoto. Ndio kidogo kilichomfanya reggae kidogo. Anisupport kidogo. Ila sio sana. Sema ameamua kidogo kunishauri kwenye muziki, fanya hivi, wenzako wako hivi na hivi kwa kiasi fulani. Sawa. Lakini tukiangalia namna ambavyo unavyoimba, namna ambavyo unavyo create sound yako ya muziki, upo tofauti sana na wenzako hapa nyumbani kwetu. Labda kwa wewe target yako kubwa ilikuwa ni unalenga wapi hasa? Tukiangalia pia lafuzi unayotumia kwenye muziki ni tofauti kidogo na hapa nyumbani. Inakaa vipi? Target yangu mimi ilikuwa nisifanane na mtu mwingine. Niwe na vya kwangu mwenyewe. Sababu hivi hapa kambini kukitokea mtu anaimba Kiswahili cha Kongo, atazungumziwa eti anaimba kama fulani. Ndio ambacho natafuta mimi. Sitafuti kwamba ni kwenda na mkumbo tu, natafuta niache uwe muziki wa kwangu mimi ndo mwanzilishi. Eti hivi alikuwa anaimba fulani au anaimbaga kama fulani. Iwe mfano kwangu mimi. Ndio sababu mimi kushikilia upande ambao niko. Okay, labda toka ambako wewe umeanza kuandaa, nadhani mlianza mkiwa kama kundi, lakini sasa hivi umeanza kujibeba wewe kama wewe. Labda tuzungumzie kwanza hapo katika harakati za kundi. Baada ya nyimbo ile ya kwanza, nafikiri ilikuwa ni Biko ya Sheri kama sijakosea. Kwanza ile nyimbo tukiangalia ni nyimbo ambayo watu walifikiri nyenye ni watu wa nje. Labda kwako wewe ile nyimbo kwanza ilikuja vipi na baada ya kuiachia kwanza mapokezi yalikuwaje? Ile ngoma ilivyokuja ni kama hivyo nilivyokuambia. Sababu management ilikuja kwa brother zangu. Katafuta management, tukaambiwa tuimbe ngoma idea fulani. Ila tuimbe iwe tofauti. Na mimi kipindi hicho nilikuwa najitahidi sana kuimba Kiswahili ya Kongo, japokuwa muziki ilikuwa haijatoka. Ilikuwa tu ni ndani na naimba kwenye simu voloko. Ila ile ngoma ilivyokuja, ilitungwa siku moja. Na hatujakuwa wazoefu wa muziki hivyo. Tuliandaa nyimbo ilikuwa ni siku moja, kesho asubuhi tukaenda studio. Yani ilikuwa ni ngoma tofauti. Mpaka mwali alikuwa tusimamia Nyago. Yeye mwenyewe alisema mko tofauti. Alishangaa kufika studio kusikia tulivyoingiza sauti eti sikutegemea kama ingekuwa hivi. Kwa hiyo yani sielewi tu niseme
ni kama kitu fulani kinanisukumaga, kama ni miujiza mpaka ile idea ipendwe na watu, yani ni Mungu tuseme. Yeah. Okay, sawa. Lakini sasa hivi tumeona unajibeba sasa peke yako na baadhi ya wenzako kidogo hawapo, na nikifikiri kuna mmoja alienda Marekani, na sasa hivi tukiangalia kama nitakuwa sijakosea, kuna baadhi ya skendo ambazo zilikuja mwisho wa siku kwamba mwenzenu kule tayari kaishaanza kuimba gospel. Labda kwa wewe kwanza, hizi taarifa ulizipokeaje baada ya kusikia mwenzenu anaanza kuimba gospel? Ya, nilizipokea ni vizuri, siwezi nikasema ni makosa nini. Unajua kila mtu ana maamuzi yake. Ameamua kumuimbia Mungu, sio vibaya. Nilisikia vizuri, nimefurahiwa, maamuzi mazuri. Wote ni mziki. Kikubwa tu hatuko nenda nje ya Mungu. Sisi wote tunampenda Mungu. Ndio kizuri. Yeah. Sawa. Labda toka ambako jamaa ametangaza rasmi kuingia katika issue nzima ya gospel, alijaribu kushirikisha labda kukuomba labda mawazo? Amna kunishirikisha, ila alikuwa akikwepa kolabo zangu na yeye anakwepa. Hakuniambia, hakuniweka wazi. Alisemaga tu naisha kuimba nyimbo hivi na hivi nyumbani. Kaona anakwepa tu, nikaona tena hataki kuimba. Ghafla tu kuona linki ya gospel. Anaanza gospel. Hakunishirikisha. Sawa. Labda tutegemee nini baina yako wewe na yeye siku zinazokuja? Mungu akijalia itakuwa tu fresh, ngoma tunashirikiana. Sawa. Lakini tukiangalia mwanzoni Nyagomani alikuwa na wasapoti kwa kiasi kikubwa, na tukiangalia hapo ilikuwa bado It's My Time bado haijatoka. Lakini tukiangalia pia hatua ambazo jamaa amezipiga kwa sasa hivi ni hatua kubwa sana. Labda kwa wewe, kulingana na ushirikiano uliokuwa zamani na mpaka time hii hapa sasa hivi, je, bado ushirikiano upo kati yako na Nyagomani? Ushirikiano upo, tunaongea vizuri. Hamna shida yoyote, kifupi. Tuko vizuri tu. Sawa. Sasa hivi Nyagomani ni mtu ambaye tayari anaingia kwenye mikakati mikubwa ya kupigwa vita na baadhi ya wasanii wenzake, na pia mashabiki wanakuwa wakimtupia sana vidongo. Labda kwa wewe na mtu akitamani kujua jambo lolote kuhusu Nyagomani, unaweza kumshauri kitu gani, unaweza kumwambia kitu gani? Mimi siwezi kuwa na lolote la kuongea, ila maneno yakitoka kwa watu wawili watatu wanaongea kitu kimoja, inabidi mtu ajikosoe. Pengine huyo ameongea, mwingine akaongea. Hawezi kadanganya wote. Pengine kuna wawili wataongea ukweli. Labda wana uhakika upande wao. Kwa hiyo inafadaga mtu awe naishi kwa kuangalia comment za watu. Angalia comment, wao wameongea nini? Sio kufuata yote, ila ni kusikiza. Kama kuna kubadilika kidogo kama hivyo. Sasa wewe kwa wewe, ukweli wako ni upi kuhusu jamaa? Hamna, mimi sijaona lolote kwamba tushawahi kurofishana. Sijaonaga shida kwangu mimi. Tunaishi tu vizuri, tunaongeleshana, chukua kazi, tunajuzana basi. Hivi labda kuna siku ambayo ushawahi kufikiria kukaa chini kuandaa collab yote na jamaa? Nawazaga sana kuandaa collab na yeye. Wasanii wengi tu, sio yeye. Diki nawaza nikae chini shaongea naye. Wasanii wengi hapa. Lakini tukiangalia namna ambavyo unavyoimba nyimbo zako ni tofauti na wao. Labda kwa wewe hizi changamoto wasanii wenzako hawajaribu sana kukugusia kwamba upo kizamani? Maana wengi nadhani kuna baadhi ya watu wanadai hivyo. Sio kizamani, kwanza wenyewe wanakubaliki sana style yangu. Wanakubali sana style yangu. Wanatamanigi waweze kuimba style. Inawashindaga sana na wananikubaliki sana, nisidanganye. Mpaka ukisikia siku hizi wasanii wa camp wanaanza ingiingia sasa vile kuimba Kiswahili ya Kongo. Umesikiza hii All Stars ya Mr. Gav? Waliimba Kiswahili ya Kongo. Wataona umuhimu tu wewe hiyo style. Sio ya kizamani hapa, ni ya kisasa sana. Ndio. Sawa. Lakini kwa nini wao kushiriki mle? Kipenda kushiriki kutokea mambo mengi sana kwenye All Stars. Wasanii walijimilikisha usimamizi wa ngoma, wakaposti kwenye akaunti yao, wakabagua wasanii eti hao wasiimbe au waimbe. Kwa hiyo kulikuwa mambo ya sitofahamu fulani. Lakini licha ya sintofahamu, nadhani kuna mengi ambayo yapo. Labda kwa namna ambavyo unavyofahamu utaratibu wa kuandaa All Stars, kwako unaifahamu huwa inatengenezwa vipi? All Stars inatengenezwa waga anapewa kiongozi wa sanaa asimamie. Kama itapostiwa kwenye akaunti ya mtu kabisa au msanii binafsi, ila apewe kwanza kiongozi wa sanaa asimamie, bwana imbeni. Sio maamuzi ya msanii tu ajiamulie fulani ya uimbi kisa ngoma ametoa pesa studio. Na hiyo sio poa. Sio poa. Sawa. Lakini tukiangalia kumeimba watu wengi, lakini pia wewe hujashiriki. Labda mtu angetamani kujua, unajua kuna mambo mengi licha kwamba kuna sababu ambazo zipo, lakini kuna watu wengine pia kuna kauli unasikia kwamba sometimes wanajibeba wenyewe kama wenyewe.
Labda kwa wewe kwenye hii All Stars, kwa sababu wengi wanatarajia kwamba All Stars ndo watu wengi wanaonekana na watu wengi pia walitegemea kwamba utakuwepo, na hapo umesema kwamba kuna changamoto ambayo ipo hapo katikati ilijitokeza. Labda tutegemee ishu kubwa kwako ilikuwa ni ipi? Labda ilisababisha, kigezo kikubwa ilikuwa ni kipi ambacho kilisababisha usiingie kwenye All Stars? Kigezo kikubwa ni wao walibagua wasanii. Si walisema kwamba wataki wasanii ambao wana brand, ma underground. Wakabagua wasanii. Ikatokea sisi nao tukabaguliwa kwenye hatua. Nafika pale dakika za mwisho unasikia subiri. Utaimba. Wanakwepa. Sasa nikaona kujibembeleza muda mwingine ni kushushia samani bure. Ambaye anasimamia ule simamizi wa nyimbo anishindi kuimba. Yaani tukipangwa mimi na hivi aniingilia hata kidogo. Kinachombeba ni TV tu. Kwa hiyo nikaona mambo kudharaulishana. Ngoja mtu apambane kwenye akaunti yake. Mimi nina ngoma zangu na akaunti yangu, nitafanya kazi zangu tu nzuri. Natumai hivyo. Okay, sawa. Na labda watu wanadai kwamba eti wao brandi. Labda unahisi ni kwa nini wasanii ambao bado tuseme, nitumie kauli, ambao wanakuja bado tuseme ni machipukizi, kwa nini mara nyingi wanakuwa wanaachwa pembeni sana na hawa mastaa ambao tayari wameshatengeneza majina yao? Kikubwa ni mastaa hawataki kuwatoa wasanii wengine. Sababu mastaa ambao wako mbele hawajui kuandika muziki. Na hao ambao wako chini hao ndo wanajuaga nyimbo sana. Sasa wanahofia kuwaonesha hawa njia. Watawakimbiza vibaya. Unajua mtu akishapata jina waga focus sana tena. Waga anaimba atoe ngoma yake anajisikia tu itaenda. Ila hawa chini wana focus kuandaa verse kali ili wafike nafasi kubwa. Sasa hao ndo wanahofia kuungana nao kwenye nyimbo ili wasije wakafunikwa. Si mastaa wataki kufunikwa. Ndo sababu hiyo. Sawa. Lakini tukiangalia tayari kuna ushirikiano ambao nao, na ukiangalia pia ulikuwa na moja kati ya mastaa ambao pia walishiriki mle, na pia mlikuwa na ukaribu nao akiwa ni Nyagoman, na pia alishiriki mle. Labda kujaribu kwenda kuomba mawazo yote yale. Niliongea nao wote, ila wakasema kwamba usimamizi wa nyimbo umepewa Kizoboi. Ndo alivyonituma kwake hivyo. Kumpigia simu Kizoboi, ngoma gani? Hivi na hivi, mambo yako. Kwepa Mswahili. Kaona ishi na ngoma yako. Sawa. Lakini mpaka time hii hapo unajifunza nini kuhusu wasanii wenzako kulingana na hii misiba ambayo imetokea katika kambi yetu ya Nyarugusu? Najifunza kuwa bora mtu wa focus upande wake. Mtu wa focus, maana heshima itakuja tu wenyewe. Si unasema brand, nikipata brand heshima itakuja. Nitakuwa napiga simu zangu wataziokota vizuri. Kikubwa nitafocus sana. Ndo najifunza hicho. Sawa. Lakini tukiangalia misiba ambayo ipo hapa ni misiba miwili ya wasanii. Mmoja kati ya wasanii ambao msiba mkubwa ulikuwa upo hapa, na pia msiba mwingine ulitoka Kongo ambao ulikuwa ni Mr. Gave pia uliwekwa hapa. Lakini tukiangalia msiba wa mwenzetu au msiba wa mtu ambaye pia tulikuwa tunaishi naye hapa nyumbani. Nitumie kauli kidogo. Niliona hii comment kwa clip ambayo Nyago ameniposti. Mtu akacomment kwamba huyu mbona mmesamini sana msiba wa Mr. Gave kuliko msiba wa ndugu yenu ambao nilikuwa naishi naye humo kambini Nyarugusu. Sasa ingekuwa hii comment imekuangukia wewe, ungejibu vipi? Kiupande wangu mimi kujibu kwamba nimeegemea sana upande mmoja. Mimi kwa singefanya hivyo. Siamini kama ingetokea hivyo upande wangu. Siamini kama ningekomentiwa hivyo. Kiupande wangu mimi siamini. Labda unahisi kwa nini sasa msiba wa Mr. Gave ulikuwa na nguvu sana Nyarugusu kuliko msiba wa Chris? Mimi nahisi kwamba msiba wa Mr. Gave ulikuwa na nguvu. Kwa nini? Watu walitegemea watapata majina kwenye ule msiba. Walitegemea tukiegemea sana upande wa Mr. Gave utapata jina. Kwa hiyo si ni star mkubwa. Kwa hiyo matukio yatapostiwa pande zote, nitapata jina hapa. Wakaacha ule msiba tunasema ni hajakuwa na jina kubwa sana, wakaacha ule wakafuata Mr. Gave juu inaonekana pande zote. Kwa hiyo ndo sababu hiyo. Sio kwamba ni mapenzi sana. Walikuwa nalenga vitu. Kwa tuseme kwamba time hii hapa pia kumekuwa na hiyo changamoto, kwa sababu ukija kuangalia changamoto ambayo ipo, tukiacha wasanii, maisha tu ya wazazi wetu kawaida wanadai kwamba wanakuwa nagombania sana kuweka misiba majumbani. Kwa hiyo tutegemea mpaka sasa hivi pia wasanii pia wenyewe wanakuwa tafuta viewers zao kupitia misiba. Kuna vipo sana hivyo. Vipo sana. Ni wachache sana ambao wako hivyo, lakini vipo. Na kwenye hao wachache mimi nipo. Vipo sana hivyo vitu. Ndio maana mtu alililia ngoma ya All Stars ipostiwe kwenye channel yake msanii. Anaona anapiga ngoma zake aziendi yeye mwenyewe. Anaamua mpaka kununua ngoma All Stars ili apate view. Kwa hiyo vipo sana. Ndio. Sawa. Basi mimi nadhani tumepiga sana mastori, nadhani tukisema tudadavue yote hapa tukamaliza. Labda una ushauri gani ambao unaweza kuwashauri wasanii wenzako ambao wanakutazama time hii hapa? Nitawashauri kuwa ya kesho watu yafahamu. Na kikubwa tuishi na watu poa. Tusapotiane, awe mkubwa mdogo. Sema mimi waga na ndoto kubwa sana. Sema tujafika mahali au sehemu nzuri. Mimi waga na ndoto ya kuinua wasanii wengi sana.
tofauti na wao baguzi. Unajua ile kuinua wasanii wengi ndio kupata sifa, eti ule jamaa aliinua huyu walipitia kwake, inakuwa nzuri sana kuliko hivyo wanavyoishi siku hizi. Hawataki kunyang'anywa nafasi zao. Kama mtu wa focus utanyang'anywa tu. Wewe unahofia kumpandisha mtu mwingine, eti huyu hapa anajua kunishinda, nikisema nimuinue huyu atanipita. Unakuwa unafeli. Unafeli, ni kufeli. Yeah. Basi kitu gani pia ambacho unaweza kuambia mashabiki zako ambao wanakutazama time hii hapa? Naambia nashukuru sana kwa support yao, wanazidi kunionyesha na mimi nitazidi kuwafurahisha tu. Maana ndo tumerudi. Japokuwa tutakuwa tunapoa, tunakuja, unajua muziki hautaki pupa. Muziki wa pupa ndo unakuta watu wanaenda anguka mbele. Kwa hiyo nimegundua kila kitu kwenye maisha kinatakiwa taratibu tu. Kwa hiyo mvumilivu la mbivu, wavumilie. Kazi zangu ziko njiani nyingi tu zinakuja. Kidogo wa enjoy kwanza na challenge ya nyumbani hivi soon itakuwa out YouTube, kwenye YouTube yangu. Kwa hiyo wakae tu tayari kwa kusupport kazi yangu. Yeah. Sawa. Bwana, mimi niseme kwa leo tuishi hapa. Huyo ni Young G ambaye tumepiga naye story, nadhani kuna mengi ambayo umeyasikia na mengi ambayo umejifunza. Kama utakuwa hujatembelea katika mji wake wa kujidai ambao ni YouTube, hakikisha umepiga zako misele kule kwa ajili ya kwenda kuchukua vibali kedekede kwa ajili ya kusikiliza songi tamtam kutoka kwake. Bwana, bila kusahau hii ni ISTV. Kama utakuwa hujasubscribe, hakikisha umesubscribe, umeshare, like na comment. Kwenye mic si mwingine the next MVP in Tanzania. Nyuma kamera si mwingine, nipo na KZ Creative. Cha ISTV.